Wakorintho wa pili. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Biblia inatuambia ya kwamba Yesu alichukua umaskini wetu ingawa alikuwa tajiri, ili sisi tuweze kuwa matajiri kwa kutumia utajiri wake. Kwa hiyo kama umeokoka, agano la Yesu alilokupa katika damu yake ni kuwa tajiri. Kwa hiyo hata kama huna hela, jisemeshe mwenyewe kwamba siko kwenye listi ya maskini. Jifunze kujisemesha, kwa sababu najua nafsi saa ingine inataka kujiliwaza. Sasa bwana, haina neno hata nikiwa maskini mradi niende mbinguni. Mungu anahitaji utajiri wake aliyokupa au anaokupa kwa ajili yake, sio kwa ajili yako. Akafanye kazi ambayo anataka. Anapotaka kumsaidia mtu mwenye shida, anajua wewe unacho, anaweza kukutumia ukawa mkono wake, na watu wengine wakamshukuru Mungu kwa sababu wewe ulikuwa mwepesi. Utajiri ni kitendea kazi cha Mungu alichoweka mikononi mwako, ni kitendea kazi cha kiagano. Ukiona Mungu anakupa vitu, anakupa mali, anakuimarisha kiuchumi, hakuimarishi kwa ajili yako. Unaponufaika kwa sababu ni sehemu ya agano upate kunufaika, lakini ni kitendea kazi mikononi mwako ambacho Mungu amekiweka ili saa anapotaka kukitumia kwa ajili ya kuimarisha agano kwenye maisha yako wewe na kwenye maisha ya watu wengine, kwenye maeneo tofauti tofauti, kwenye mataifa, kwenye ngazi tofauti tofauti, anaangalia yupi nimempa kipi. Utajiri ni kitendea kazi cha Mungu mikononi mwako. Kumbukumbu ya Torati ile sura ya 8 mstari wa 18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili kulifanya imara agano lake alilowaahidi baba zako, alifanye imara. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.